Karibu sana kwenye Dunduliza, kipengele fulani amazing ambayo inakusaidia kifedha, kifinance, kiuchumi. Kikubwa ni kwamba kinakupa dondoo zinazotekelezeka. Hii ni Big City Breakfast ya 92.5 Mjini FM. Kwetu ni kwako. Kumbuka tuko na wadau wetu ambao wanaitwa PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu, bila kusahau Pepsi, thirsty for more. Pata Pepsi Big yenye ujazo wa mililita 600 kwa shilingi 1000 tu, upate fundo zako chache fulani vya amazing, na baada hapo sasa utaweza kufanya maamuzi sahihi ya fedha. Janet, leo kuhusiana na vitu vya ndani, una dondoo zipi ambazo zinatekelezeka? Bwana, leo tunaangalia eneo zima la uaminifu. Na bwana, sasa hivi uaminifu imekuwa bidhaa adimu sana kuipata. Sana. Katika kila eneo, kuanzia katika eneo la kifedha, eneo la mahusiano, yani eneo la kijamii. Unaweza ukasema naacha mzigo wangu kugeuka, ukirudi umeondoka. Ndio. Yani kila eneo, uongozi, uaminifu imekuwa ni bidhaa adimu sana. Lakini kuna vitu vitatu ambavyo nataka kuvizungumzia siku ya leo, vya kutovifanya au vitu hivyo ukivifanya unaweza kupoteza uaminifu kirahisi sana. Na uaminifu una mahusiano ya karibu sana na mafanikio. Unajua watu wanasema hata uwe na uwezo kiasi gani, ila tabia yako itaamua utafika mbali kwa kiasi gani. Ndio. Kwa hiyo tukisema uaminifu maana yake tabia hapo. Na kwa Kiingereza wanasema character. Kitu cha kwanza, epuka, yani usikifanye hicho kitu kwenye maisha yako, kwenye kazi zako, kwenye biashara zako. Usiongeze chumvi sana kupitiliza. Nikisema usiongeze chumvi sana kupitiliza, elezea sasa. Ni vizuri ukajibrand, ni vizuri ukawaaminisha watu, jamani mimi niko vizuri, lakini usizidishe. Kwa sababu gani? Mfano, mtu anaweza kusema, anaweza kawa anatafuta labda nafasi ya mfano dereva. Dereva wa gari. Mtu akisema jamani mimi nataka labda gari awe anaendesha watoto wangu, unataka iwe dereva wa school basi. Unaweza kuendesha. Mimi bosi niko vizuri, nipe hiyo gari utaona jinsi itavyokuwa. Tukikupa ndugu yangu, si unajua ukiwa Lena kwenye steering una sweati, yani mtu akikuongelesha utaki, yani uko makini. Unajua Lena anajulikana, yani hata kukoa hataki kukoa, yuko busy, yani umeona. Sasa mtu akishaanza kuna zile dalili na jinsi ulivyomwaminisha, umeniambia uko vizuri sana, alafu nikikupa unanionyesha hapa muda wote tunaweza tukapata ajali. Kwa hiyo pale uaminifu unaondoka. Kwa hiyo ni vizuri mtu ujibrand, elezea biashara yako, elezea uwezo wako, lakini usiweke chumvi kupitiliza. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, timiza ahadi. Unajua ahadi na mahusiano ya karibu na uaminifu na userious. Mtu ukiwa ndo tabia yako kila siku, bwana mimi yani saa 2 kamili nimefika, mpaka saa 2:30 haujafika na hujatoa mawasiliano na hausemi sababu, na imekuwa ni kawaida yako. Unajua kuna watu tushawalebo, yani kuna mtu kabisa anaweza mkawadiana kitu na asitokee na asikwambie, na wewe hata hutamuuliza kwa sababu ushajua huyu bwana ni kawaida yake. Sasa madhara yake ni kwamba ikitokea nafasi, ikitokea fursa, hata kama ana uwezo kiasi gani, uwezo ukampa hiyo chance, uwezo ukamrecommend, atakuaibisha tu. Kwa hiyo unaweza kuta mtu anasema mimi bwana maisha magumu, watu hawanikumbuki, watu usio wananitenga, kumbe tabia yako. Wewe unajitenganisha na mafanikio mwenyewe kwa tabia zako kabisa. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo linaweza likakuondolea au likakuletea uaminifu ni watu wanaokuzunguka. Watu wanaweza kawa sahihi au sio sahihi. Unajua mtu unaweza ukaambatana, kwa mfano sasa hivi, na pia watu wawe makini. Unajua unaweza jinsi unavyojiposition, picha unazopiga, watu unaokaa nao, unaweza ukapata tenda au watu wakakuamini kwa sababu ya cycle ya watu wanaokuzunguka. Watu mbona ni watu wa heshima, huyu bwana kwanza nimpe hii nafasi. Kwa kupewa nafasi ni jambo moja, kwenda kuifanya ni uwezo wako. Lakini siku hizi watu tu kupata ile nafasi ya kukupa yani mtu kuamua kukupa nafasi ni kipengele mpaka umwaminishe. Kwa hiyo mtu anaweza akawa, ukikaa na mwizi, watu unajua wazungu wana ule kauli yao wanasema wewe ni wastani wa marafiki zako 5. Kwa hiyo kama una marafiki 5 wezi, hata kama wewe sio mwizi, tukiwaangalia tunasema wezi wale wanapita. Kwa hiyo kuwa makini na watu wanaokuzunguka, wanaweza wakakupa michongo, wakakuletea fursa
mambo ya vibunda au akakupoteza kabisa. Nataka nipate nafasi. Niseme nawe japo kidogo, oh mama. Naomba mkopo. Jamani, kuwa mwaminifu bwana inakusaidia sana. Pia inakupa na baraka. Inakupa baraka. Unapokuwa mwaminifu inakupa baraka, maana moyo ni mweupe na zile sara zako zile zinafika. Sasa mwongo pale. Watu umeweza kufikisu pesa zao, jamani, inaweza kukost sana. Asante sana, hizo dondoo tumezipata. Also, shukrani sana PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Very big thank you to Pepsi, thirsty for more. That was Dunduliza, dondoo za